Mimi ndugu yangu naendelea vizuri, Mungu anazidi kukutunza. Ni mimi Faraja Gasto. Nataka nikufundishe kitu kuhusu namna unavyoweza kuepuka kuambukizwa chuki. Chuki inaambukizwa. Ukisoma Biblia utagundua chuki inaambukizwa. Ukisoma sura ya 39 ya kitabu cha Mwanzo, utaona habari kuhusu kijana anaitwa Yusufu. Yusufu aliletwa pale Misri na akachukuliwa na mtu mmoja anaitwa Potifa. Wakati Yusufu akiendelea na majukumu yake ya kila siku fulani, mke wa Potifa akamkamata Yusufu kwa nguvu, akitaka Yusufu alale naye. Yusufu akakataa kulala na yule mwanamke. Yusufu akakimbia, akaacha nguo yake pale. Yule mwanamke akawaita watu, akaanza kupiga kelele, anawaambia huyu Mwebrania alitaka kunibaka. Na Potifa aliporudi, yule mwanamke akamwambia mmewe kwamba Yusufu alitaka kunibaka, na alipopiga kelele akakimbia. Sasa Potifa alijikuta ameambukizwa chuki na mke wake bila kujua nini kilichokuwa kinaendelea. Na Biblia inasema kwamba yule mwanamke alikuwa akimtamani Yusufu na akawa akimwambia lala na mimi, lakini Yusufu akamkatalia. Siku moja akaamua sasa kutaka kumbaka Yusufu, ndipo Yusufu akakimbia. Sasa Potifa akajikuta anapandikiziwa chuki na mke wake bila kujua nini kilichokuwa kinaendelea, na akajikuta anamchukia Yusufu. Akamkamata Yusufu akamweka gerezani kwa sababu ya chuki iliyopandikizwa ndani yake na taarifa aliyopewa na mke wake. Sasa nataka nikwambie hivi, usimchukie mtu yoyote kwa sababu umeelezwa taarifa zake mbaya. Unapoelezwa taarifa za mtu mbaya, usimchukie kwa sababu ya taarifa hizo. Wakati mwingine unaweza ukaelezwa taarifa za uongo bila wewe kujua. Na hata kama utachunguza ukagundua kwamba taarifa unazoambiwa ni za ukweli, usimchukie mtu, kwa sababu neno la Mungu linasema anayemchukia mwenzie ni muuaji. Kwa hiyo epuka kupandikizwa chuki, epuka kuingiziwa chuki kwa taarifa mbaya ambazo unaambiwa na mtu, taarifa za mtu mwingine.